Naam, habari ndugu zangu, kama mnavyoniona niko kitaa, niko mtaani, nanyolewa na kinyozi wangu. Kinyozi kijana anajituma. Huyu kijana chuo kamaliza, na ni msomi mzuri tu, ila kutokana na anasubiria ajira kajajiri mwenyewe kunyoa. Ana mashine yake mtaani, anapita watu ambao wanataka kunyoa, anawanyoa. Safi sana kijana. Laiti vijana wengi wanajituma kama kijana, basi lawama zingekuwa nyingi juu ya serikali. Vijana wengi ni wavivu, wanasubiria eti waajiriwe na serikali. Wewe kijana, fikiria, vyuo viko vingapi nchini? Vyuo viko vingi, na kila mwaka vinatoa watoto, vinatoa wanafunzi. Kila chuo kinatoa wanafunzi wangapi? Ushawahi kujiuliza? Je, hao wanafunzi waajiri wote? Si kweli. Serikali duniani, hakuna serikali yote inaweza kuajiri watu wote. Sasa unapaswa kijana kumwiga huyu kijana mwenzako anajishughulisha kabuni kuwanyoa watu majumbani mwao endapo wakimhitaji. Mfano, mimi leo nikampigia simu, njoo kijana unyoe, kama hivi napiga kipara. Napiga kipara kwa kutumia wembe. Sasa na pia nikazie swala la amani na utulivu. Pasipokuwa na amani na utulivu, tusingekaa hapa, tusingenyoana, hali ingekuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo tuendelee kutunza amani iliyokuwepo na utulivu uliokuwepo kwa maslahi yetu mimi na wewe, kwani inawezekana una ndoto yako inaweza ikapotea kama amani haitokuwepo. Sasa endelea kuitunza amani, endelea kuilinda amani, endelea kuheshimu amani iliyokuwepo. Tusikubali kushawishiwa na watu wabaya, wana siasa wabaya na viongozi wa dini wabaya kwa kuharibu nchi yetu, kwani hii nchi ikiharibika, kuitengeneza upya inachukua muda mrefu sana. Tukumbuke Oktoba 29 tumeharibu mali yetu, gharama kubwa ya kuitengeneza bado inaendelea. Kwa ujinga watu sisi wananchi tukaandamana pasipo kujua kile ambacho tunaandamania ni kitu gani. Sasa tarehe 7 tusikubali kutoka eti kwenda kuandamana pasipo kujua nini tunachoandamania. Sasa niko hapa lengo tu kuwakumbusha wananchi wenzangu, vijana wenzangu, tusikubali kushawishiwa na wanasiasa wabaya kuchafua nchi yetu, kwani wao, wake zao, watoto wao wamekaa hotelini wanashuhudia watoto wa kimaskini wakitabika barabarani. Sasa tuache kuisakama serikali iliyoko madarakani, kwani inafanya kazi vizuri. Hapa leo ninanyolewa kipara na kijana huyu aliyemaliza chuo, ana mwaka wa 3 sasa, hii anasubiri ajira. Namtakia Mungu amsaidie apate ajira na apate mtaji ajiri mwenyewe, kwani chuo wanafundishwa kujiajiri wenyewe, si kuajiriwa. Asante sana. Naitwa Juma Omari Sharifu. Kijana, nyoa vizuri.